بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر واكتفنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na vikao vyetu kwa muda mchache tukidurusu maelekezo ya dini yetu kwa kupitia kitabu hichi cha Tarbiyatul Auladi, malezi ya watoto fi dhawil kitabi wa sunna, kwa kupitia maelekezo ya Qur'ani na Sunna. Na jana tumeanza mlango unaozungumzia al-khutuwatu, hatua al-amaliya za kimatendo litarbiyatil abna, kwa ajili ya kuwalea watoto. Na tumesema katika kitabu hichi kataja hatua kama 16, lakini jana nadhani tumezidurusu 2 na vile vile tulizitaja 3. Tutaongeza kuzitaja nyingine alafu tutadurusu moja moja biidhnillah. Ya kwanza tumeambiwa islahu nafsi, kuitengeneza nafsi. Wewe baba, mama anatakiwa yeye mwenyewe ajitengeneze ili aweze kumtengeneza mwanawe. Kama tunavyoambiwa mkosefu hawezi kuwa mkarimu wa kutoa. Ikiwa wewe huna chochote, kwa hiyo vile vile utakuwa huna uwezo na wewe wa kutoa. Kwa hiyo baba, jitengeneze mwenyewe, jitengeneze uwe katika wacha Mungu. Unaswali na yeye mtoto ataswali. Baba huvuti sigara na yeye mtoto atakuwa havuti sigara. Baba unarudi nyumbani mapema, hakadha. Unaunganisha ukoo na yeye mtoto atakuwa anaunganisha ukoo. Unavaa mavazi ya heshima na yeye mtoto atavaa mavazi ya heshima. Unatoa kauli nzuri na yeye mtoto atatoa kauli nzuri. Kwa hiyo jitengeneze mwenyewe. Hal kadhalika mama, yeye ndo kabisa, kwa sababu muda mrefu, muda mkubwa unasema anakaa nao. Kwa hiyo tujitengeneze wenyewe. Ya pili, ikhtiyarul au zauja, kumchagulia mama. Manake ukioa huoi wewe kama wewe, manake baadaye tunategemea utapata kizazi. Siku za zamani katika madrasa yetu alikuja kijana amempenda mzungu, na yule mzungu hataki kuslimu. Kwa hiyo akawa anakuja mara kwa mara kuulizia, hapa jamani naweza kumuoa mimi yule, jamani naweza kumuoa. Anaambiwa achana naye huyo. Achana naye, kwani haifai? Ambaye achana naye, kwa sababu sisi tunakushauri hapa, tunaangalia watoto. Wewe alhamdulillah mtu mzima, dini yako unaijua, utaratibu malezi ya dini yale unayajua. Lakini je, una uhakika gani wewe utopopata watoto kwa kupitia mwanamke huyu, mzungu huyu, ukienda naye kuishi Ulaya, atapitia malezi kama uliopita wewe? Baba yako Muislamu, mama yako Muislamu, wazazi wako Waislamu, chimbuko la Uislamu. Hawa watoto wako wewe watakuwaje? Kwa usijiangalie wewe, jiangalie utachokizaa baadaye. Sio unajitathmini wewe tu. Ndo yale wazungu wale wana matatizo kweli kweli. Kaka yule kama miaka 15 hivi, tani nakuja kumuona anasema tumeachana na ule mzungu, tumeachana. Na wamezaa watoto wamechukuliwa na mzungu, na ule mzungu hakuslimu. Kabaki yeye tu anakuja huko akirudi, watoto wanaenda moja kwa moja katika malezi ya kikafiri kabisa. Kwa unapooa usijiangalie wewe, angalia huyu anaweza kuwa mama mzuri wa watoto wangu. Wewe alhamdulillah umepata malezi. Je, watoto wako watapata malezi kama yale wapitia wewe? Kwa hiyo lazima unapoamua katika jambo hili, unatakiwa tafutie kizazi chako mama aliyekuwa bora. Kama tulivyosema jana, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema, takhayyaru li nutafikum, chagueni sehemu ya kuweka mbegu zenu. Kwa nini Mtume anatuambia hivyo? Kwa anasema fa inna li'irqa dassas, kwa sababu ule mshipa unagonga. Kama familia ulioioa mbaya, na mtoto atakuja kurithi. Kwa usione tu. Na vile vile Mtume kasema sallallahu alaihi wasallam,
Iyyakum wal khadra'u diman, tahadharini, ole wenu na mboga za jani. Maswahaba akauliza mboga za jani ndo zipi? Mtume akawaambia almar'atul hasna, mwanamke mzuri sana, min manbati su'i, lakini anatokana na chimbuko baya. Kwa mboga ya jani, mboga ni kitu kizuri, kinaota, lakini kimeota wapi? Kwenye jaa. Yani unampata mwanamke mzuri, lakini anapatikana wapi mwanamke? Familia yake vipi? Familia yake mbaya. Kwa hiyo hapa lazima tunafundishwa kuchagua. Lakini katika hilo la kuchagua, Umar radhiallahu anhu alikuja mzazi kwake, anamshtakia kwamba mwanangu bwana ananiasi. Jaa rajulun ila Umar ibn Khattab radhiallahu anhu yashku uquq ibna, amekuja mtu kwa Umar radhiallahu anhu anatoa malalamiko kuhusiana na mwanawe, bwana hasikii, kapinda. Kwa lugha ya kileo, mwanangu kapinda, hasikii kabisa. Fa akhdara ibnahu wa anba'ahu ala uquqi, kamhudhurisha mtoto na akampa habari kwamba huyu mtoto bwana ni muasi, ananiasi, hansikilizi, mkaidi, kila ninavyomfanya. Faqala libni, akamwambia yule kijana, alaysa liwaladika alhaq ala abik, hivi kweli hakuna haki mtoto kwa baba? Hana haki huyu mtoto kwa baba yake? Hana haki? Qala bala, akasema hapana, anayo haki. Qala fama huwa, akasema ni ipi hiyo? Qala Umar, akajibu Umar, an yantaqiya ummahu, amchagulie mama aliyokuwa mwema. Baba huyo ni haki yake kwa mwanawe, kabla hajamzaa umchagulie mama mzuri. Wa yuhsinu ismahu, na umchagulie jina zuri, sio unamuita dudude sio nani mpaka wenziwe skuli wanamkera, haishi kwa vizuri kwa jina ulilompa. Wa yuallimahu alquran, na amfundishe Qur'an. Faqala ibni, akasema kijana, fa inna abi, kwani hakika baba yangu, lam yafal fi dhalika shay, katika hayo unayosema hajafanya hata moja baba yangu. Hajanipa jina zuri, hajanitafutia mama mzuri, hata kidogo hakulifanya. Na ndo maana haya yanatokezea. Amma ummi fa innahu, ama kuhusiana mama yangu, anasema ye mama yangu kanat majusi, alikuwa ni majusi, anabudia moto huko, ndio kenda kumuoa. Na hii ndio tatizo, mtu anaona watu wakiviona vinang'ara-ng'ara wanaenda kuvichukua tu, lakini yeye haangalii huyu dini gani. Madam kishapenda yeye twende tu, ni majusi, wanabudu moto huko, kenda kumchagua huyo, na huyo manake hata hafai katika dini yetu. Wakad samani Jual, na akanita mimi Jual. Hivyo walam yuallimani min alkitabi harfan wahidan, na wala hakunifundisha mimi katika Qur'ani hata herufi moja. Na ukenda katika jamii za Kiarabu unakuta hivyo, wanapita wale wanauliza maswali, unaweza kanisomea sura yote, suratul Quraish, suratul Ikhlas, anaambia unaweza kumsomea, atakra, hawezi, kijana hawezi kusoma. Sasa hawa vipi? Watu wako mbioni tu wao na dunia. Kwa hiyo hakunifundisha hata harfu moja. Faltafata Umar ila rajul, basi Umar akamwelekea yule mtu, akamwelekea yule baba mtu. Waqala ajita ilayya tashku uquq ibnak, hivi ndo umenjia mimi unalalamikia kwamba mwanao huyu ndo anekuasi wewe, hakusikilizi, amekuwa mkorofi. Wakad aqadtahu qabla an yaqiq, na kwa hakika wewe umemfanyia uovu, umemfanyia ubaya kabla ya hajazaliwa. Umemfanyia uovu kwa sababu umemchagulia mama siye, mama mkorofi, mama hataki kuswali, mama anakwenda uchi tu, sema yule ndo mwenyewe bwana. Kwa hiyo ni swali muhimu sana katika malezi, tuchague mamama waliokuwa wema. Ya tatu, dhikra ismu
ismullahi inda aljimaa, kutaja jina la Mwenyezi Mungu wakati unapofanya kitendo cha ndoa. Na tumesema kwamba shetani kwa mujibu wa maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria kwa mtu kila anapofanya jambo lake, yani kila unapofanya jambo lolote shetani anakuja. Kwa hata ukifanya jimai shetani vile vile anahudhuria. Wa min asbabi allati tuina ala usuli ila waladi salih ad-du'a inda al-jimaa, na miongoni mwa sababu zitakumsaidia mtu kupata mtoto mwema ni kuomba dua pale unapofanya kile kitendo cha ndoa. Kwa hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idha ahta ahlahu, laiti kama mmoja wenu atapomuendea mke wake, qala bismillah, akasema bismillah, Allahumma jannibna shaitan wa jannib ash-shaytani ma razaqtana, akama Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu tuepushe na shetani na tukiepushe na shetani kile ambacho utaturuzuku. Faqadhiya bainahuma alwaladu wa lam yadhurruhu, basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamjalia huyu atapata mtoto na wala hatoweza kumdhuru, yani shetani akamzuru huyu mtoto. Muttafaqun alayhi, hadithi hiyo ni ya Bukhari, hadithi ni ya Bukhari na Muslim. Kwa hiyo tutosheke na hayo, mambo yako mengi ya tumesema yako 16 na muda si rafiki na sie muda wa mchana huu wa mihangaiko. Tuendelee na mihangaiko lakini tupate mawili matatu yanayohusiana na dini yetu. Hadha wallahu a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk.